Basi kwa wakati huu tunaenda kuanza sasa, na kama unaandika utaandika kichwa cha somo. Inasema, kichwa cha somo inasema ukamilifu wako mbele za Mungu ndio kitamshawishi Mungu atimize ahadi zake kwako. Ukamilifu wako mbele za Mungu ndio kitakachomshawishi Mungu akamilishe ahadi zake juu yako, ama ahadi zake kwako. Kila mtu ama kila mmoja ana ahadi ya Mungu. Kila mtu ana ahadi ya Mungu. Kila mtu ana ahadi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ili ahadi za Mungu zipate kutimia juu ya maisha ya mtu, itategemea ukamilifu wake mbele za Mungu. Itategemea ukamilifu wa huyo mtu mbele za Bwana. Ndio itamfanya Mungu ama itamshawishi Mungu kukamilisha ahadi ama kutimiza ahadi alizomwahidi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nimesema kila mtu ana ahadi na Mungu. Kila mtu ana ahadi ya Mungu. Sasa kila mtu aliyempokea Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake ana ahadi na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo zile ahadi ili zipate kutimia, ili ahadi zipate kutokea, itatokana na ukamilifu wa mtu, ama itategemea ukamilifu wa mwanadamu. Tuangalie kitabu cha Mwanzo ile sura ile ya 17 kuanzia mstari wa kwanza, tuone jinsi ambavyo Mungu anasema na mtumishi wake Abraham, ama anasema na mwanadamu. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 17 na kuanzia mstari wa kwanza. Neno la Kristo linasema Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99 ama 99, Bwana akamtokea Abraham akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe mkamilifu. Mstari wa pili, nami nitafanya agano langu nawe, nami nitakuzidishia sana. Abraham akaanguka kifudifudi. Mungu akamwambia, hili ndilo agano langu nawe, utakuwa baba wa mataifa mengi, wala jina lako hutaitwa tena Abraham, lakini jina lako litaitwa Ibrahim, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. Bwana Yesu asifiwe. Unapoona Mungu anamwambia hili ndilo agano nitakalofanya na wewe, ama nilofanya na wewe, kwamba utakuwa baba wa mataifa, zile ni ahadi. Zile ni ahadi za Mungu kwa Ibrahim. Bwana Yesu asifiwe. Zile ni ahadi za Mungu kwa nani? Kwa Ibrahim. Basi useme amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Zile ni ahadi za Mungu kwa nani? Kwa Ibrahim. Lakini anamwambia hapo mwanzo, anamwambia mimi ni Mungu Mwenyezi, basi uende mbele zangu ukawe mkamilifu, ama ukawe mtakatifu. Na utakapokuwa mkamilifu, anasema agano langu nitakalofanya na wewe ni hili, utakuwa baba wa mataifa. Kwa hiyo ili Ibrahimu aweze kufanyika baba wa mataifa, ama ahadi zile zimetimia ama zimekamilika, kwa sababu Abraham ama Ibrahimu amekuwa mkamilifu, ameenda mbele za Mungu kwa ukamilifu, ameenda mbele za Mungu kwa uaminifu, ameenda mbele za Mungu akatimiza yale ambayo Mungu amemwambia ama Mungu amemwagiza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wengi ama dunia sasa imekuwa ikitazamia baraka za Mungu, ama ikitazamia ahadi za Mungu zitimie kwa haraka, ama zitimie juu ya maisha yao, bila kuangalia kwanza agizo la Mungu juu ya maisha yao, ama agizo la Mungu kwao. Mungu amesema nenda ukawe mkamilifu.
Lakini kama hujawa mkamilifu, haijalishi iko neema ya Mungu, lakini itakutegemea wewe kuwa mkamilifu kwanza, ndipo ahadi za Mungu ziweze kuja zifuatane na wewe. Kwa hiyo Mungu anamwambia, agano langu ni hili, utakuwa baba wa mataifa, utakuwa baba wa mataifa na uzao wako utazidishwa, nitakuzidisha na wewe. Hizi ni ahadi, lakini hizi ahadi kumbe zitategemea ukamilifu wa Ibrahim, ama zitategemea ukamilifu wa mtu. Kwamba mtu atakapokuwa mkamilifu mbele za Mungu, ndipo naye Mungu atakamilisha ahadi zake, ama atakuwa mwaminifu kwa huyo mtu, ama atakamilisha kile ambacho amemwaahidi. Mungu hajipingi. Mungu halipingi neno lake. Ikiwa Mungu amesema hakika yake nitakubariki, hakika Mungu atakubariki. Lakini kama vigezo havijatosha, utaona zile ahadi zitachelewa, ama zile baraka zitachelewa. Alafu utabaki kulaumu, utabaki kunung'unika kama jinsi ambavyo tunungunikavyo hata sasa. Tunavyolaumu hata sasa, tukamwona Mungu ni muongo, ama Mungu hatimizi ahadi, ama Mungu si wa kweli. Lakini kiukweli na ni hakika ya kwamba Mungu ni wa kweli, na Mungu ahadi zake ni za milele. Lakini inategemea mwanadamu jinsi ambavyo anatimiza agizo. Bwana Yesu asifiwe. Umewahi kufikiri ya kwamba leo Mungu akikubariki chochote, ama akikupa kitu chochote, lazima shetani afuatilie ajue huyu mtu amekizi vigezo vya kupewa hichi kitu? Utasema shetani ni nani? Shetani ni mshtaki wetu. Shetani ni mshtaki wetu, anatushtaki usiku na mchana. Kwa hiyo ina maana kama Mungu ameachilia kitu kwenye maisha yako, shetani lazima afuatilie kwanza, akajue imekuja kwa haki. Huyu mtu ametimiza vigezo. Ina maana kama hajatimiza vigezo, ataenda mbele za Mungu akashtaki, na akishtaki, ikiwa kweli amepeleka mashtaka, utanyang'anywa. Bwana Yesu asifiwe. Na usifikiri ni Mungu ndiye kunyang'anya. Sikiliza, anapewa kuja kuharibu, anapewa kuja kuchukua, anapewa kuja kuzuia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tayari Mungu ameshaachilia, ama Mungu ameshakupa. Kwa hiyo Mungu anapomwambia Abraham ama Ibrahim kwamba ukawe mkamilifu, anajua ya kwamba nitakapokufanya kuwa baba wa mataifa bila kuwa mkamilifu, adui atakushtaki. Shetani atakuwa na mashtaka ya kusema huyu mtu hastahili. Maana ni kigezo gani kimemfanya huyu mtu aweze kupewa hivi? Ni nani katika wanadamu wote? Nini kigezo gani kimemfanya yeye mtu amiliki? Kigezo gani kimempa huyu mtu aweze kuwa baba wa mataifa? Ni nani kama wanadamu wote wako hawajapata nafasi, yeye ni nani? Kwa hiyo kitakachoangaliwa na Mungu, anaangalia ukamilifu wa Ibrahim. Aliangalia ukamilifu wake, jinsi alivyotembea kwa ukamilifu, jinsi alivyotembea kwa uaminifu, ndio zile ahadi zikapata kutimia. Kwa hiyo tukaona uzao wake ukabarikiwa, na yeye akabarikiwa, na vizazi vikabarikiwa kwa sababu ya yeye Ibrahim. Kwa nini? Maana yeye amekamilika katika ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuangalie uone kitu ninachokuambia hapa. Tuangalie kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura ya 18, tuangalie kuanzia mstari wa 9 mpaka 14. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Bwana Yesu asifiwe. Kumbukumbu la Torati, sura ya 18, kuanzia mstari wa 13, mstari wa 9 mpaka 14. Kumbukumbu la Torati, sura ya 18, kuanzia mstari wa 9 mpaka wa 14. Biblia inaandika, inasema, utakapokwisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, usijifunze kutenda kwa mfano wa machukizo ya mataifa yale. Sawa? Anasema, asionekane kwako mtu ampitishaye mwanawe au binti yake katika moto,
wala asionekane mtu atazamaye baa, wala mtu atazamaye nyakati mbaya, wala mwenye kubashiri, wala msihiri, wala mtu alogaye kwa kupiga bao, kwa kupiga mafundo, wala mtu apandishaye pepo, wala mchawi, wala mtu awaombaye wafu. Kwa maana mtu atendaye hayo ni chukizo kwa Bwana. Kisha ni kwa sababu ya hayo Bwana Mungu wako anawafukuza mbele yako. Mstari wa 13. Uwe mkamilifu kwa Bwana Mungu wako, maana mataifa haya utakaowamiliki huwasikiliza wanaoshika nyakati mbaya na kutazama baa, bali wewe Bwana Mungu wako hakukupa ruhusa kutenda haya. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu alivyowaokoa wana wa Israeli, akawatoa katika ile nchi ya Misri, katika nchi ya mateso na utumwa, wakati anawapa ile nchi ya ahadi, anawaambia hivi, anawapa sheria na namna ambavyo wataishi katika hiyo nchi ya ahadi, kwa jinsi ambavyo waepukane na uchawi, waepukane na uganga, waepukane na ibada za sanamu. Tena anawaambia kwamba kwa maana kwa jinsi hiyo hao ndio walikuwa chukizo, manake nimewakataa hao kwa sababu ya mambo mabaya kama hayo. Kwa hiyo wewe huna ruhusa ya kufanya hayo. Kwa hiyo ukawe mkamilifu katika nchi inayokupa, ukawe mkamilifu. Nchi ya ahadi leo ambayo unaisubiri, unaingoja kama vile viomba baraka, zile ndio nchi ya ahadi. Baraka zile ambazo Mungu anakupa kwa wakati ambao Mungu amekusudia, zile ni baraka za Mungu. Ile ni nchi iliyojaa asali na maziwa, ni zile baraka za Bwana juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Mungu anasema nitakapokupa, nitakapoachilia kwako, anasema kwamba vitu vya kujiepusha ni hichi. Anasema uchawi, ibada za sanamu, anasema ibada za wafu. Ibada za wafu ni namna gani? Ibada za wafu ni ibada za namna gani? Ibada za wafu ni ibada yoyote inayofanyika kwa ajili ya waliokwisha kufa, ambao tayari hawapo. Ibada yoyote wanaofanyiwa wale ambao walikwisha kufa, zile zinaitwa ibada za wafu. Ile Kristo alikataza, ile ni chukizo. Maana anasema mimi ni Mungu wa walio hai. Mimi ni Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Ni Mungu wa walio hai. Mimi si Mungu wa wafu. Kwa hiyo ibada za sanamu kama hizo ndizo zilikuwa chukizo kwa Mungu. Apitishaye watoto motoni. Apitishe, manake ni kama kwenda kufanya ibada kwa wazaliwa wa kwanza, unavyoona kama jinsi ambavyo watoto wanawekwa wakfu. Mungu anamwambia Musa kwa habari ya watoto wa wana wa Israeli kwamba mzaliwa wa kwanza atawekwa wakfu kwa Bwana, atakuwa ni wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anapozaliwa mtoto kwako, mzaliwa kwako, awe wa kwanza awe wa mwisho, lazima utampeleka madhabahu, unampeleka mbele za Mungu, anawekwa wakfu, anakombolewa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wakati ule walikuwa wanapewa miungu, wanapelekwa kwenye madhabahu za mashetani, madhabahu za miungu, madhabahu za ukoo, mila na kabila. Kwa zile madhabahu ndio wanakuwa ni wa zile madhabahu. Ile ilikuwa ni chukizo kwa Mungu. Mungu anasema kwamba maana watu wa hiyo nchi ambao mimi ninawatoa nikuweke wewe, au mataifa hao ambao ninakupa uamiliki, anasema watu wale wanasikiliza sana, anasema washikao nyakati mbaya. Nyakati mbaya, ambazo hizo nyakati mbaya anasema ni chukizo kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu anaposema kwamba nitakupa mataifa, watakuwa urithi wako. Mataifa watakuwa urithi wako. Kwa jinsi gani? Hao mataifa unaorithishwa ni wanadamu kama wewe. Sasa kwa nini unapewa hao mataifa uamiliki? Ni kwa sababu hao wamekuwa chukizo kwa Bwana. Hao hawajampendeza Mungu. Kwa hiyo unawamiliki kwa jinsi gani? Maana wewe umekuwa mkamilifu kwa Bwana. Kwa hiyo hao wanakuwa urithi wako. Jasoma hicho kitabu kwenye kitabu cha Zaburi sura ile ya 2 na mstari wa 8.
Kitabu cha Zaburi, Zaburi sura ya 2 mstari wa 8, anasema uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako. Anasema uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako, na miisho ya dunia kwa miliki yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, Mungu anakupa kumiliki mataifa, ama anakupa kumiliki miisho ya dunia kwa sababu ya namna ulivyompendeza, kwa sababu ya namna ulivyompendeza Mungu, ama ulivyokuwa mkamilifu kwa Mungu. Kwa hiyo kuwa mkamilifu kwa Mungu inamfanya Mungu aone wivu juu ya maisha yako. Hata unapopitia pagumu, ni kama vile Mungu anakupa tu neema ya kustahimili. Angalia, Mungu anasikia huruma juu yako kwa sababu ya mahali unakopita. Kwa nini? Maana umekuwa mwaminifu, umekuwa mkamilifu mbele za Bwana. Anasema ukawe mkamilifu kwa Bwana. Kwa nini? Anasema maana mataifa hayo ambayo nimekupa wamiliki walikuwa wanashika nyakati mbaya, kwa hiyo walikuwa hawasikilizi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapojifunza na kuona namna ambavyo Mungu anataka tuwe wakamilifu, ni ili tuweze kupata kile kitu ama kumiliki pamoja na Kristo. Kwa sababu tayari, angalia, ni tunavyompendeza Mungu ama tunavyokaa kwa ukamilifu, tunavyokamilishwa. Bwana Yesu asifiwe. Kukamilika ni neema ya Kristo ambayo tunaiomba kila kuitwapo leo, ili tupate kukamilika mbele za Bwana, ili zile baraka ziweze kuja sawa sawa na ahadi za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mathayo ile sura ya 5 na mstari wa 48. Angalia kitabu cha Mathayo sura Mathayo sura ya 5 mstari wa kutazama ni ule wa 48. Kitabu cha Mathayo sura ya 5 mstari wa 48, Biblia inasema hivi. Anasema basi ninyi iweni watakatifu. Huyu ni Kristo Yesu anasema na kanisa ama na wanafunzi wake. Anasema basi ninyi iweni wakamilifu. Iweni wakamilifu. Anasema iweni wakamilifu, sawa kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Kanisa, Baba yetu wa mbinguni ni baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Baba wa mbinguni ama Mungu ni baba yetu. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndio ametuzaa kwa neno. Tumezaliwa kwa neno. Bwana Yesu asifiwe. Tumezaliwa kwa nini? Kwa neno. Tukawa wana wa Mungu. Tukawa wana wa Mungu kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anaposema basi, anasema basi ninyi kuweni wakamilifu. Iweni wakamilifu. Maana yake kumbe Mungu anampenda yule aliyekamilishwa ama aliyekamilika, ili ahadi zake ziweze kutimia, ili ahadi zake ziweze kumfikia, ili ahadi za Mungu ziweze kumfikia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunamuona hata, angalia kwa mtu anaitwa Ayubu. Ayubu sura ya 1 mstari wa 1 na ule wa 1. Angalia, alikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa anaitwa Ayubu. Huyo mtu alikuwa ni mkamilifu mbele za Bwana. Alikuwa ni mkamilifu sana. Kwa hiyo ule ukamilifu wa Ayubu ikamfanya hata adui alipomnyang'anya haki, ile haki ilirudi. Kwa sababu ya ukamilifu wake, na Mungu aliuona ukamilifu wake, na Mungu anamwambia Shetani, umemwona mtumishi wangu mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kanisa linapokaa mbele za Mungu kwa uaminifu na kwa ukamilifu, ni kama vile inamlazimisha Mungu atimize mapenzi yake kwake. Inamlazimisha Mungu aweze kuwaisha zile ahadi, maana
ameonekana mkamilifu, maana ameonekana mwaminifu, maana ameonekana mkamilifu. Kwa zile ahadi za Bwana zinafika. Ndio maana Mungu alipomtazama Ibrahim, akamwangalia Ibrahim katika njia zake zote, akamwangalia Ibrahim hata katika vipimo alivyompima Ibrahim, akamuona Ibrahim kwamba ni mkamilifu. Ndio maana anamwambia kwenye sura 22 Mwanzo sura 22 mstari wa 16, nimekuona kwamba wewe ni mwaminifu, nimeona kwamba unamcha Mungu kweli, kwa nimeuona moyo wako